Leo tukajifunze namna ya kubadilisha password ya Wi-Fi. Kuna zile Wi-Fi za 5G za Airtel zile ndio nimekuja kufundisha kama inavyoonekana kwenye screen hapo. Hiyo ndio tunayofundishana hapa sasa hivi. Kwa hiyo kuna watu wamenitumia message inbox wananiambia kwamba hawawezi kubadilisha password. Sawa. Kubadilisha password kuna mambo mengi. Unaweza kubadilisha password maybe labda umeona kuna connection ya watu wengi, Wi-Fi yako iko slow, kwa unataka baadhi ya watu pia waondoke kwenye mfumo na vitu kama hivyo. Sawa. Sasa step number 1, utaifungua browser yako yoyote ile. Mfano, browser nini? Browser kwa wale ambao wafahamu browser ni kama Firefox, ni kama Chrome, ni kama Opera Mini, hizo ni browser. Kwa utafungua browser yako au kivinjali kwa lugha ya Kiswahili. Utakapofungua kuna kijisehemu cha kusearch pale juu utaingia. Mimi hapa natumia laptop, kwa hiyo msione appearance ni tofautiana kwenye simu na laptop ni tofauti. Kwa hiyo kwa appearance inatofautiana kidogo tu, lakini ni vile vile. Kwa utakuja kwenye sehemu ya kusearch pale utaandika 192. Sasa 192 kama hivyo, 192.168.1.1 hivyo kama inavyoonekana kwenye screen. Baada ya hapo utapiga, kama unatumia laptop utapiga enter, kama unatumia simu utapiga okay. Sawa. Haya, utasubiri ifunguke. Sasa hii process tukumbuke ifanye ukiwa umeconnect kwenye Wi-Fi ile ambayo utakobadilishia password. Sawa. Make sure una connect kwenye ile Wi-Fi. Na hii ni kwa ajili ya 5G Airtel peke yake, zile Wi-Fi za 5G za Airtel. So don't try Wi-Fi tofauti na kampuni ya Airtel. Na hii section imeandikwa login, utabonyeza kwenye login. Watakwambia uingize taarifa zako, username na password. Hapa juu utaweka neno admin kama hivyo, na chini utaweka neno pia admin hivyo. Sawa. Utakuja kwenye katika utapiga remember password, utapiga login. Utasubiri kidogo ifunguke. Baada ya sekunde chache itakuletea dashboard hii hapo. Sawa. Sasa ikishakuletea dashboard kama hiyo, the next step inayofuata utakuja kwenye hii section imeandikwa Wi-Fi settings hii hapa, na utaibonyeza mara moja. Sasa kitu cha kunote, hizi Wi-Fi za Airtel zinakuja na face mbili. Kuna face ya 4G na kuna face ya 5G. Ndio maana ukinunua Wi-Fi yako ile, ukianza kuitumia unakuta kuna Wi-Fi mbili, zinakuja Wi-Fi mbili. Kuna Airtel 1, kuna Airtel moja ya kwanza na nyingine ya chini yake imeandikwa tena Airtel. Sasa kuna face mbili, kuna face ya 4G na kuna face ya 5G. Wamefanya hivi kwa sababu mtandao wa 5G bado hujatembea nchi nzima. So kuna baadhi ya maeneo upo. So kubadilisha zote kwa pamoja. Haya, macho kwa screen. Sasa Wi-Fi ya 4G ni hii hapa imeandikwa 2.4G hii hapa. Hii ndio Wi-Fi ya 4G. Kwa hiyo utakuja bonyeza hapa. Utabonyeza mara moja. Then utakuja hii section hapa. Utaona kuna sehemu imeandikwa SSD, utafuta kitu ambacho utakikuta, utaandika jina lako na unajua mwenyewe. Sawa. Let's say mimi niandike Dr. Chaz. Simple kabisa. Dr. Chaz Services au Dr. Chaz hivyo. Sawa. Haya, utakuja sehemu imeandikwa pia Wi-Fi password. Hapa chini ndio sehemu ya kubadilisha password ya Wi-Fi. Utakuja hapo utaandika password yako unayojua mwenyewe. Siwezi nikakupangia, utaandika chochote ambacho unakijua mwenyewe. So ukishaandika hapo utascroll chini kidogo hapa. Utascroll chini kuna sehemu imeandikwa save hapa. Utapiga save. Ukishapiga save tu utakuwa tayari umesave Wi-Fi yako. Utakuwa umesave tayari. So ukishamaliza kusave hapo itaku-log out. Itakutoa kwenye mfumo. Sawa. Sisi kwamba ukisha save hapo itabidi sasa u-login tena, uingie kwenye Wi-Fi yako tena, uweke password ambayo uliweka hapa, u-login tena. Then urudi kwenye mfumo tena u-access vile. Kuna watu wamenielewa. Kama utakuwa na doubt yote kwenye comment hapo chini utaandikia comment. Kwenye namna ya kutengeneza 5G, kubadilisha taarifa za 5G settings, ile Wi-Fi settings. Utakuja kwenye hii section imeandikwa 5G Wi-Fi settings. Utabonyeza mara moja. Na huku pia utakuta jina lake limetofautiana na lile la mwanzoni. Sawa. Mimi hapo ili jina hauwezi kulikuta kama hili. Utakuta Airtel labda and something. Sasa au jina lolote ambalo labda mwanzoni kabla kumshawahi kuseti au umesetiwa na wataalamu hivyo. Sasa utakapofika hapa tena utafanya vile kama ulivyofanya kwenye 4G. Utaandika jina then na password utabadilisha. Simple. Sasa make sure 4G na 5G hizi details zinakuwa zinatofautiana. Hapa kwenye SSD kwenye ya 5G andika jina lingine, usifananishe na lile mwanzoni.
zitakuwa zinafanya interruptions. Kwa make sure na SSD ya pili ya 5G jina litofautishe, zisifanane na lile mwanzoni, weka jina lingine. Unaweza kuweka lile afu mwishoni ukaandika 5G. Sawa, unaweza kama mfano labda mwanzoni hapo ulikuwa umeandika, mimi nilikuwa nimeandika Dr. Charles, let's say ngani waelekeze. Mfano nilikuwa nimeandika Dr. Charles mwanzoni hivi. Sawa. Sasa hii kwenye 4G, kwenye ile 4G nilikuwa nimeandika hivi. Kwenye 5G sitaki kuandika Dr. Charles tena hivi. Hapana. Zitafanya interruptions. Kwa nitakachokifanya nitaruka space afu nitaandika 5G. Elewa, nitaandika 5G. Yes, hivyo. Au jina lote ambalo unaelewa lakini yasifanane na ile Wi-Fi ya 4G. So baada ya hapo utakuja kwenye password hapa chini, utaandika password yako yote lakini pia isifanane na ile mwanzoni. Sawa. Haya, kama kawaida uta scroll chini, utapiga save. Baada ya hapo itajilog out tena, utafanya vile vile ku login. Kwa ni very simple and clear. Kama utakuwa na swali lolote ambalo utakuwa na doubt, uwanja wa comment upo chini, drop comment yako nitakuwa na reply. Kitu cha ziada ambacho nataka nifundishe pia. Kuna wale watu ambao wanaweza kauliza kwamba labda nataka nijue watu wangapi wameconnect kwenye Wi-Fi zangu. Wako wangapi ambao wameconnect sasa hivi. Sasa kujua hilo utakuja kwenye section imeandikwa system status hapa. Sawa. Baada ya hapo system status utapiga hapa kwenye DHCP information. Utakuja hapa. Baada ya DHCP information utakuja hapa paandikwa device list. Utapiga hapa. Utaona tayari zote hizi devices zimeconnect kwenye Wi-Fi yako kwa wakati huo. Kwa hizi zote hizi ni Wi-Fi, ni simu au devices ambazo zimeconnect kwenye Wi-Fi yako kwa wakati huo.